ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa tunaendelea na kitab durusun ramadhaniya lisighar wala yastaghni anha alkibar fi sighati alas'ila waladwiba biqalam albahith Bilal Tahir Timbil hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah. Jana tulianza utangulizi wa mwandishi na tukaona malengo ya kitabu chake hiki ni kutaja katika kitabu hiki durusu mbalimbali zenye kubeba masala mama katika funga, kwa kutaja fadhila zake na hukumu zake mbalimbali, na miongoni mwa mambo yenye kufungamana na funga ikiwemo sunna zake, kwa kutiliwa nguvu mambo hayo kwa dalili kutoka katika kitabu na sunna kwa namna iliyokuwa nyepesi ambayo kila mmoja atakuwa ni mwenye kufahamu. Kadhalika tukaanza na sehemu ya kwanza ambayo inasema tamhid, ay tamhidul kitab. Swali la mwanzo tukaona ma huwa saum. As-sawm lughatan al-imsak ni kujizuia, lakini shar'an al-imsak anil mufattirat ni kujizuia kutokamana na yale yenye kuharibu funga au yenye kufunguza. Min tulu'i al-fajri ila ghurubi shamsi, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua, maania pamoja na kuwa na nia ya huko kufunga. Pia tukajifunza kwamba funga imeanza kufaradhishwa katika mwaka wa pili hijiria, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga jumla ya funga 9. Leo biidhnillahil karim tunaondokea na sala nyingine linalosema sin bima yathbutu dukhulu shahri ramadhana, kwa mambo gani patathibiti kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Kwa mambo gani panathibiti kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, ambapo wanataja ahlul ilm kwamba hili ni sharti kubwa katika masharti ya kuingia kwa Ramadhani. Sawa? Kabla ya kujibu jawabu la swala hili, tutataja kidogo na kukumbushana miongoni mwa masharti ya funga. Sawa? Huwa tunasoma kila siku masharti ya ibada, na tulichojifunza ni masharti aina ngapi? 2, kama kumbuka vizuri, si ndio? Kuna shurutu alwujube, masharti yanayopelekea uwajibu. Sawa? Haya maarufu Uislamu. Sawa? Muislamu ni wajibu kufunga au kuswali, lakini pia akili timamu, pia katika masharti yenye kupelekea uwajibu kufikia umri wa baligh. Sawa? Na mengine katika masharti yenye kupelekea jambo hilo kuwa wajibu maarufu. Lakini pia kuna masharti ya kusihi. Yawezekana ikawa mtu analo sharti la kumwajibikia jambo hilo, lakini akafanya na isisihi, baadhi anajirejea. Sawa? Kama vile kutokuwa Muislamu. Sawa? Kutokuwa Muislamu, kafir kwake yeye si wajibu, kwa kule kuchupa mipaka na kufanya kwake kiburi. Sasa vipi akifunga? Haitosihi. Sawa? Lakini pia katika hao mwanamke ambaye yupo katika ada ima moja, hedhi au nifasi, hata akifunga haitosihi. Na mengine katika masharti ya kuonyesha kusihi kwa ibada hiyo. Hasa katika mwezi wa Ramadhani, baadhi ya ilm wameongeza sharti moja linaloitwa shurutu au linaloitwa shartu adai, sharti la kutekeleza. Sawa? Sharti la nini? Kutekeleza, nalo ni dukhulu shahr, kuingia kwa mwezi. Sawa? Kuingia kwa mwezi. Lakini pia linaweza likarejea katika masharti ya kusihi, sababu unaweza ukafunga Ramadhani bado na usisihi.
Umeelewa vizuri? Alhasil, swali linasema bima yathbutu dukhulu shahri ramadhana, kwa mambo gani panathibiti kuingia kwa mwezi wa Ramadhani? Tujue hasa Ramadhani tayari kitu gani kiwepo. Jim jawabu nasema yathbutu, patathibiti dukhulu shahri ramadhana, kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, biahadi, kwa moja, thalathati umurin, ya mambo matatu, wahia haya yafuatayo. Sawa, ili Ramadhani iwe tayari kindaki na kila mmoja amemwajibikia kufunga na kufunga huko kutasihi, basi kuna moja katika mambo haya matatu. Jambo la kwanza akasema ru'yatu hilali ramadhana. Ru'yatu hilali ramadhan ni kule kuonekana mwezi muandamo wa Ramadhan, ni kule kuonekana mwezi muandamo wa Ramadhan. Na jambo la pili akasema ikmalu iddati Sha'ban 30 yawman, ni kukamilisha idadi ya masiku 30 ya mwezi wa Sha'ban. Mambo haya mawili yanakwenda sambamba, maana yake likikosekana hili linakuja hili. Sawa, nukta hizi mbili zinakwenda sambamba. Ima moja itatangulia ru'yatu hilali ramadhana, kuonekana kwa mwezi muandamo wa Ramadhani, na mwezi muandamo unaonekana katika siku ya 29 ya Shaaban. Sawa, kama hajaonekana watu wanakamilisha, kama hajaonekana watu wanafanya nini? Wanakamilisha siku ya 30 ya Shaaban, kisha siku inayofuata baada ya hapo inakuwa ndio nini? Ramadhan. Lihadithi ibn Umar, akasema hayo mawili yanathibitishwa kwa hadithi ya ibn Umar radhiyallahu anhuma, raza Allah juu yao yeye pamoja na baba yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ash-shahru, mwezi 29 laila, una siku 29. Mwezi wa Kiislamu na siku ngapi? 29. Hakuna huku 27 wala 28 wala 30 wala 31 na kuendelea. Asli ya mwezi ni siku 29. Sawa, ikiwa hujaonekana mwezi muandamo kuna kukamilisha ambayo inaitwa siku ya shaka. Sawa, ni siku ya nini? Siku ya shaka. Siku ya shaka ni siku ya 30, kama ambavyo tumewahi kuyazungumza masala. Ash-shahru 29 laila, mwezi una siku 29. Fala tasumu hatta tarawhu, basi msifunge, bimaana Ramadhan, hatta tarawhu, mpaka muone mwezi muandamo. Msifunge mpaka mwezi muandamo uonekane. Kisha kasema fa in ghumma alaykum, ay hala bainakum wa bainahu, hala bainakum, kuna kizuizi baina yenu, wa bainahu, na huo mwezi muandamo, ghaymun, ima moja kwa kiwingu, au sahabun, au mawingu na mfano wake. Sawa, fa in ghumma alaykum, ikiwa kuna uzito kwenu nyinyi, fa akmilu iddata Sha'ban 30, yani uzito wa kuona mwezi huo, kamilisheni idadi ya siku 30 za mwezi wa Sha'ban. Hadithi hii ameipokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Kwa jambo la kwanza ni mwezi kuonekana. Usipoonekana moja kwa moja watu wanakamilisha siku 30. Katika haya masala pakagawika nukta ndani yake. Asli ya mwezi ni mambo haya mawili. Sawa, ru'yatu al-hilal idha lam yura, ikiwa haujaonekana mwezi huo kinachofanyika nini? Ikmalu iddati Sha'ban 30, ni watu kukamilisha siku 30. Hapo ndio kwenye jambo la msingi. Kupitia nukta hizi mbili panagawika sasa mambo mengi ndani yake. Katika hayo, ru'yatu hilali ramadhana, kuonekana kwa mwezi muandamo wa Ramadhan, miongoni mwa mambo ambayo yanazalikana ni hii nukta mama ambayo tunaizungumza. Ahlul ilmi wanasema kwamba jambo la kwanza, je, ni mashahidi wangapi wanatosha kuona huo mwezi muandamo? Sawa, ni mashahidi wangapi ambao wanatosha kuonekana, yani kuona huo mwezi? Na hiyo nukta itakuwa ni jambo la tatu ambalo mtunzi kalielezea. Sawa, lakini nukta ya pili,
je, ni kila mji unalazimu kufunga kwa kuona kwake mwezi au kokote utakapoonekana watu watafunga? Masala pia ni masala mama katika mwezi wa Ramadhani, na huwa hayazungumzi sana mpaka kukaribia nini Ramadhani, lakini sharti ambaye anayazungumzia basi amefanya nini? Amefanya bahati, kwa sababu ni masala mepesi sana kufahamika. Sawa? Kwa sababu msingi wa jambo ni nini? Unapoonekana watu wafunge. Sawa? Wasipouona wafanye wakamilishe idadi ya siku 30. Kwa hii nukta inayokuja ni nukta ambayo inawafanya watu waingie ndani zaidi mpaka kuacha ule msingi, jambo linalozungumzwa mbele ya ilmi kwamba misimamo yote miwili ipo. Sawa? Misimamo yote miwili ipo. Upi wa kwanza? Utakapoonekana kokote. Sawa? Utakapoonekana kokote, na ndio msimamo wenye nguvu, yani wasema qaulul jumhur, ndio kauli ya jumhur ahli ilm. Sawa? Kwa mujibu wa hadithi nyingi zilizokuja, moja wapo ni hadithi hii ya Ibn Umar, lakini zipo hadithi kadhalika ya Abu Hurairah na wengineo. Sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni mtakapouona na fungueni kwa pale mtakapouona. Sawa? Na hadithi hii hapa, fala tasumu hatta tarawhu, msifunge mpaka muone. Hadithi zote hizi zinahukumia kwamba mwezi utakapoonekana kokote. Hadithi zote zenye sigha hiyo zinahukumia mwezi utakapoonekana kokote, lakini baadhi ya ahlul ilmi pia wanatumia hadithi hii kuonyesha kwamba hakuna isipokuwa ni kuonekana katika nini? Nchi yetu au nchi jirani au sehemu karibu na mfano wake. Wala vizuri. Kwa nini wanatumia hadithi hii? Kwa maana kwamba wanatumia hadithi hii, utakapoonekana katika nchi hiyo watu watafunga, lakini sipoonekana wanafanya nini? Wanakamilisha idadi ya siku 30. Kuna tatizo mpaka sasa? Hakuna. Sawa? Kauli inayozungumzwa kwamba kokote unapoonekana mwezi ni hizi hadithi ambazo zimekuja katika nini? Sigha hii, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Lakini pia ufahamu wenye kufuata katika miji yao pia wanatumia hadithi hii. Sawa? Wanaangalia hawajauona, wanafuata nukta ya pili, nayo ni nini? Kukamilisha siku 30 za mwezi wa Shaaban. Lakini kuna faida katika jambo hili, msimamo hasa ambao unawapelekea watu kufuata katika mji wowote. Sawa? Yani sawa watu wanafuata mji wao, hawa wanafuata mji wao, yani tunachokusudia kwamba kila mmoja anafuata mji wake. Kuna hadith imekuja katika sahihi Muslim, kisa cha Quraib. Kisa cha nani? Quraib. Bismillahil Karim, katika vitabu vinavyofuata nakumbuka hii hadithi. Kama haipo basi tutakuja kuitaja kwa lafzi lake, kila mmoja ihifadhi. Sawa? Hadithi ya Quraib. Quraib alikuwa ni mtumishi wa mama yake Ibn Abbas akiitwa Ummul Fadl. Sawa? Ummul Fadl ni mama yake Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sawa? Au anhuma. Siku moja alimtuma bwana huyu akiitwa Quraib maeneo ya Sham. Sawa? Alimtuma Sham kipindi ambacho panakurubia kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Alipofika kule Sham, kwa bahati wao wakauona mwezi muandamo katika usiku wa Ijumaa. Katika usiku wa Ijumaa, ambapo huko Sham alikuwa akiongoza Muawiya ibn Abi Sufyan. Sawa? Washauona mwezi katika siku hiyo. Aliporudi kutoka safarini akakutana na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas ni mdadis, anapenda sana kujua masala yalivyo. Kamuuliza kuhusiana safari yake na nini, lakini pia mwisho akamuuliza kuhusiana hili swala. Vipi huko Ramadhani imekuwaje kwenu nyinyi? Mmeanza kufunga lini? Kaambia sisi bwana tumeuona usiku wa Ijumaa mwezi muandamo. Sawa? Kamuuliza katika riwaya nyingine hata Muawiya bin Abi Sufyan ndio ameuona na mimi pia nimeuona. Kaambia sawa, lakini sisi huku Madina tumeuona katika usiku wa Jumamosi, maana siku ya pili yake. Shamu walitangulia kuuona wakafunga. Sawa? Na wao walifuatia kuuona siku ya Jumamosi wakafanya wakafunga. Hii ina hukumu gani? Kwa maana kwamba kila mji na kuona kwake.
kila mji na kuona kwake. Kula vizuri, Sham waliuona Ijumaa usiku wake, Madina aliuona Jumamosi. Hukumu ni ipi? Kila mmoja akauona, si ndio? Ingekuwa kila mmoja hajauona anafanya anakamilisha siku 30. Kwa masala haya ya mwezi muandamo katika mwezi wa Ramadhani, kuwe na kauli hii, uonekane katika tarehe 29. Haujaonekana, hakuna ubaya kukamilisha siku 30 ya mbele yake, kwa ndio nini tarehe mosi ya Ramadhani. Ima moja, kila mmoja atafuata kwa mji wake, au utakapoonekana popote. Bulana vizuri ikhtisaran masala yapo katika nukta kama hizo. Naam, ru'yatu hilali Ramadhana ni kuonekana kwa mwezi muandamo wa Ramadhani. Tukaona ndani yake kuna masala nzalikana kama jambo la mashahidi wangapi, si ndio? Lakini pia je, kila mji unajitosheleza kuona mwezi muandamo wake au watu wote wafuate kokote? La, hizi kauli zote zinafanya kazi. Sawa hizi kauli zote zinafanya nini? Kazi. Na haya ni masala ya uongozi. Haya ni masala ya nini? Uongozi. Mathalan hapa nchini kwetu tuna sehemu ya mambo, yani usimamizi wa mambo ya Kiislamu, wao ndio ambao watuongoze. Sawa, na jambo lilokuwa bora mtu kufuata msimamo wa nchi yake. Sawa, lakini tufahamu sisi kwa nini baadhi ya watu wanafuata msimamo usiokuwa nchi yao. Hoja kubwa Allahu a'lam ni ile ruhusa kila mmoja kufuata na msimamo anaotaka yeye, na hakuna ubaya katika hilo. Sawa lakini pia kuna masala ambayo yanaweza kuwa yapo baadhi ya kati kuna upinzani, baadhi ya kati hakuna uadilifu. Tufahamu sisi, haina haja kuyarejea masala haya. Sawa lakini jambo lilokuwa bora ni mtu kufuata msimamo wa nchi yake. Walala vizuri Naam. Thalitha, jambo la tatu, shahadatu rajulin wahidin, ni ushahidi wa mtu mmoja tu, adilin mukallafin, aliyekuwa muadilifu ambaye ni mukallaf muislamu mwenye akili timamu, ashafikia umri wa baligh, na ibada ni wajibu juu yake kutekeleza. Shahadatu rajulin wahidin ni kupatikana ushahidi wa mtu mmoja, adilin ambaye ni muadilifu, mukallafin mukallafu ala ru'yatihi, kwa kule kuona kwake. Li hadithi ibn Abbas, kwa hadithi ya ibn Abbas radhiyallahu anhuma, raza Allah zuju yao yeye pamoja na baba yake, anna arabia, ya kwamba kuna bwana mmoja bedui, jaa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema kumwambia mtume, inni raaitu alhilala, atoka huko njiani. Sawa akaja mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana kutembea kwake magharibi imemwingia njiani, anakuja kwa mtume. Sawa amefika tayari, jua lishazama na usiku umeingia. Akamwambia, inni raaitu alhilala, hakika yangu mimi nimeuona mwezi muandamo. Bedui anamwambia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kwamba mtume hakuona. Faqala, mtume akamwambia, atashhadu an la ilaha illa Allah, je unashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Qala na'am, bedui yule akasema ndio. Qala atashhadu anna muhammadar rasulullah, je washuhudia pia ya kwamba hapa Muhammad ni mjumbe wa Allah? Qala na'am, akasema ndio. Maana yake nini? Huyu bwana ni muislamu. Qala, mtume akasema, fa'adhin fi nnasi ya Bilal, ewe Bilal njoo katoe idhni kwa watu, an yasumu ghadan, katangazie kwamba kesho ni nini? Kesho ni kufunga, kesho Ramadhani. Rawahu ashabu sunani, hadithi hii imepokelewa na watu wa sunan. Lakini pia imekuja hadithi ya Ibn Umar kadhalika, watu walionyeshana mwezi, watu walionyeshana mwezi ule Mtume sallallahu hakuona. Sawa na Ibn Umar aliuona, kisha akatoka kaenda kumpa habari Mtume sallallahu juu ya jambo hilo. Mtume akatoa idhni watu wautangaze na waanze kufunga. Alhasil, masala haya ya kufunga kuingia kwake ni kuthibiti kwanza kwa mwezi wa Ramadhani. Sawa, kuthibiti kwa mwezi wa Ramadhani. Ramadhani inathibiti vipi? Tunaangalia mwezi muandamo siku ya tarehe 29. Wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa upeo wa kuona mbali, sawa, ana macho ya kuona, basi watatoa juhudi ya kufanya kutumia macho yao. Ama kuhusiana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, kuwepo kwa vifaa maalum vya kuangalia mwezi, jambo hilo ahlul ilmu wamesema hakuna ubaya ndani yake, licha ya kwamba kuna kasumba vifaa vile vinaopevusha mwezi kadha wa kadha. Alhasil,
ni jambo ambalo linafaa, halina shida yoyote. Sawa. Usipoonekana mwezi, kinachofuata nini? Ni kukamilisha siku 30. Sawa. Na katika huku kuonekana kwa mwezi ndio kuna zalikana mambo ndani yake. Jambo la kwanza, ushahidi. Unatosha mtu kupata nini? Ushahidi. Sio kusema madam sijauona basi sifungi. Wewe utaingia katika madhambi, utaingia katika makosa. Kwa nini? Sababu tayari shatolewa idhni na nani? Kadhi au mfano wake, kwamba mwezi umeonekana. Kaenda mtu akaapishwa ni Muislamu, anajulikana tabia zake ni mwadilifu na mfano wake, ukitangazwa mwezi itakuwa ni jaiz kufunga. Kwa hiyo ambaye hutofunga kwa kuhofia kwamba mimi mwenyewe sijauona, utakuwa umeingia katika nini? Mikhalafa, umekwenda kinyume na utaratibu huu. Ingawa kuna hukumu nyingine zenye kumkabili mtu huyu, ikiwa patarejeshwa ushahidi wake afanye nini? Sawa. Ikiwa patarejeshwa ushahidi wake afanye nini? Kama ametiliwa mashaka katika uadilifu wake na mfano wake, ushahidi wake ukarejeshwa, basi hapa atotangazwa. Lakini jambo litakalobaki kwake yeye mtu huyo, atafunga kimya kimya. Sawa. Atafunga kimya kimya, tofauti na wanapofanya baadhi ya watu ambao pia wanajigamba kwamba ni katika watu wenye elimu. Sawa. Siku hizi vimebuka vikundi. Vimebuka nini? Vikundi. Watu wameona salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, sauti imerushwa, hajulikani hata mtu anatokea wapi wala yeye nani. Sisi ni watu tuko huku mipaka ya wapi, sijui Kigoma, sijui wapi, tumeuona mwezi, tunaapa Allahu akbar. Hizi ni balbal, hizi ni fujo. Sawa. Nchi ndio ambayo inahusika kutangaza na mambo hayo ya mwezi, sio kila mtu. Umeelewana vizuri? Kwa hiyo wewe ukishaona mwezi, kama ni ofisi za masala ya Uislamu zipo karibu, nenda. Sasa hivi watu wameendelea. Sawa. Kuna nini? Kuna simu, unapiga simu sehemu ile na watu wana system, ukipiga tunajulikana ni mtu fulani, tutaulizana mtu, basi panatangazwa. Na mwezi unaweza kutangazwa muda wote, haina maana ile mapema ukija ukitangazwa labda saa 4 saa 5 jamaa shaula wanalazimisha. Hamna. Mwezi unaweza kutangazwa muda wowote, hata saa 7 zikifika habari, basi tutatangazwa kwamba mwezi ufanye nini, umeandama na watu wataanza kufunga. Kadhalika tumeona nukta hii ya kufuata mwezi kokote au kila mmoja na mji wake, ile jambo limethibiti, halina shaka, na hadithi zenye kutumika ni hizi. Sawa. Na hadithi zenye kutumika ni hizi. Fungeni mtakapouona, fungueni mtakapouona. Lakini kisa cha Quraib, mtumishi wa mama yake Ibn Abbas radhiallahu anhuma, ndio kinaweka hoja kwamba inajuzu kila mmoja kufuata nini na nchi yake. Unaona vizuri? Kadhalika tumezungumzia nukta ya mtu ambaye atapeleka ushahidi na kukataliwa, yeye tamwajibikia kwa nini kufunga. Nukta ya msingi katika ushahidi wa mtu mmoja ambaye ni mwanamume, hakutajwa mwanamke. Vipi kuhusiana na mwanamke kama ataona mwezi muandamo peke yake, kisha na masharti yale, ni Muislamu mwadilifu na mfano wake? Hili wamekhtalifiana ahlul ilmi wa kauli mbalimbali. Ikhtisaran, kwa ufupi, ushahidi wa kuingia kwa mwezi muandamo wa Ramadhani, shahidi mmoja tu anatosha, ima moja mwanamke au mwanamume. Haya ndiyo masala namna yalivyo. Ama ushahidi wa usiokuwa mwezi wa Ramadhani, sawa, usiokuwa mwezi wa Ramadhani, basi patahitajika mashahidi wawili, mmoja wanaume au wanawake. Kwa mwezi wa Ramadhani tu ndio kuna hususia shahidi mmoja tu, mmoja mwanamke au mwanamume. Miezi mingine kuingia kwake ni mashahidi wangapi? Wawili, na kutoka kwake mashahidi wangapi? Wawili. Hata Ramadhani kutoka kwake ni mashahidi wangapi? Wawili. Hii ni hususia ya kuingia kwa Ramadhani peke yake. Sawa. Shahidi mmoja, mwanamke au mwanamume. Soma katika vitabu vya fiqh utayakuta masala yapo katika namna kama hiyo. Wallahu tabarak wa taala a'lam, na Allah ndio mjuzi zaidi. Pengine kwa nukta za maswali tunaweza tukaweka sawa katika hichi ambacho tumetanguliza, au michango, bali tafadhalu mashkuran maajura. Naam, maswali, michango ikiwa ya kihistoria yanajenga